Daktari, mke wangu lazima afe leo kwenye chumba cha kujifungua. Nitakulipa Laki 250 kwa kazi hiyo. Sawa mkuu, nipatie dakika 20 tu. Nitaondoa wauguzi wote, kazi itakamilika muda si mrefu. Kabla hatujaendelea na simulizi yetu, ningeomba kwanza unifollow, kisha like hii video, kisha njoo kwenye comment na uandike unasikiliza simulizi hii ukiwa nchi gani. Haya, tunaendelea. Jinsi ilivyoanza. Yote yalianza baada ya Regina kuolewa na Nadi. Wakati wa uchumba, Nadi alikuwa mwanaume mwenye maneno matamu, mwenye upendo na aliyejali. Kwa sababu hiyo, Regina alikubali kuolewa naye alipomchumbia. Lakini miezi michache tu baada ya ndoa, mambo yalibadilika kabisa. Regina alipobeba mimba, Nadi alianza kubadilisha mwenendo wake. Alianza kumwambia kuwa si mrembo tena kama zamani, kwamba amenenepa na kupoteza mvuto aliokuwa nao wakati wa uchumba. Nadi alimwambia baba yake kuwa anataka kuoa mke wa pili. Baba yake alikataa vikali. Tangu siku hiyo, chuki ya Nadi kwa Regina ikaongezeka. Kila siku, Nadi alimtesa Regina. Alimpiga makofi, alimkanyaga tumbo lake lililokuwa na mimba, alimvuta-vuta na kumtendea kama mtumwa. Wakati mwingine, aliwaleta wanawake wengine nyumbani na kulala nao mbele ya Regina. Regina alikuwa analia kimya kimya. Hakuwa na pa kusemea. Alikuwa mjamzito na aliishi kwa hofu. Usiku mmoja, Nadi alipompigiza kichwa ukutani na kujaribu kumnyonga, Regina alikimbilia nyumbani kwa wazazi wake akiwa na hofu kwamba angeuawa. Lakini baba yake alimfokea. Watu watatubeza. Mwanamke lazima abaki kwa mume wake na avumilie kila kitu. Regina aliwaonyesha mwili wake uliokuwa umejaa majeraha. Nitakufa mama. Ongea na baba nisirudi kule. Naogopa ataniua. Mama yake hakusema chochote. Alimwambia tu, rudi kwa mumeo. Bila kuwa na chaguo jingine, Regina akarudi nyumbani kwa Nadi. Hakuwahi kuhudhuria kliniki ya wajawazito. Kila usiku alipokea vipigo Nadi aliporudi nyumbani akiwa amelewa. Siku moja, Regina alikuwa ametoka kununua chakula, ghafla akapatwa na uchungu mkali wa kujifungua. Alianguka chini huku akipiga kelele. Wanawake waliokuwa karibu walimkimbiza hospitali ya karibu. Baada ya kumkagua, daktari alisema, una majeraha makubwa, lazima ufanyiwe upasuaji. Vinginevyo, unaweza kufa wakati wa kujifungua. Gharama ni Laki 250. Mpigie mumeo. Regina alilia sana. Watu walijaribu kumpigia Nadi simu, lakini hakupokea. Maji ya uzazi yakapasuka. Maumivu yakazidi. Tafadhali daktari, niruhusu nijifungue tu. Sina mtu wa kunisaidia. Regina aliomba kwa uchungu. Lakini daktari akasema, hapana, lazima upasuaji na tunahitaji sahihi ya mumeo. Regina aliendelea kuvumilia uchungu, mtoto akihangaika tumboni. Ndipo Nadi akaingia hospitalini. Regina alijawa na furaha, lakini Nadi hakumtazama hata mara moja. Alimvuta daktari pembeni na kunong'ona, daktari, nataka mke wangu afe leo kwenye chumba cha kujifungua. Nitakulipa Laki 250 kwa kazi hiyo. Daktari Felix akashangaa, lakini bwana, kwa nini unataka mkeo afe? Nadi akasema, sijali. Fanya ionekane kama amekufa wakati wa kujifungua. Hatakiwi kuiona kesho. Sawa bwana, nipatie dakika 20. Daktari akajibu. Nadi akajinong'oneza, siwezi kusubiri kuondokana na huyu mjinga mnene ili nioe msichana mwingine. Wakati huo huo, Regina alikuwa amelala kitandani akilia kwa uchungu. Akamnong'oneza mtoko wake tumboni, usijali mwanangu, baba yako amekuja, utazaliwa salama. Lakini bila yeye kujua, hatari ilikuwa karibu sana. Muda mfupi baadaye, daktari aliingia chumbani na kuamuru wauguzi wawili waondoke. Muuguzi wa kwanza aliondoka mara moja, lakini wa pili, mkunga ambaye kila mtu alimuita Mami Uju, alikataa kuondoka. Daktari, hii ni operation, alisema. Utahitaji msaada. Nibaki nikusaidie.
Uso wa daktari ulibadilika ghafla. Hapana, alifoka. Unanifundisha kazi yangu? Naweza kufanya kila kitu peke yangu. Tafadhali ondoka. Regina aliendelea kupiga kelele kwa maumivu. Daktari, nakufa. Tafadhali nisaidie. Anza kunisaidia. Daktari alimtazama na kunong'ona moyoni. Usijali. Utakufa hivi karibuni. Mami Uju alihisi baridi ikimpitia mwilini. Akaondoka taratibu huku akitikisa kichwa. Kuna kitu si cha kawaida hapa, alijinong'oneza na kuondoka. Ndani ya chumba, daktari alifunga mlango kwa kufuli. Akaingiza mkono wake mfukoni na kutoa sindano iliyokuwa na kimiminika cha uwazi alichokuwa amekificha. Regina alikuwa anatetemeka kwa nguvu. Maumivu ya uchungu yalikuwa makali mno. Machozi yalitiririka usoni mwake. Tafadhali daktari, alilia. Siwezi kuvumilia tena. Daktari aliinua ile sindano. Wakati huo, Regina alinyoosha mkono wake kuelekea kwake, akiomba msaada. Alidhani ile sindano ingemwokoa na kumaliza maumivu yake. Lakini bila yeye kujua, kile kimiminika ndani ya sindano haikuwa dawa. Kilikuwa kimetengenezwa kumuua yeye na mtoto wake. Daktari alimsogelea na kushika mkono wake, akitafuta mshipa. Mtoto tumboni alipiga teke. Na wakati tu sindano ilikuwa karibu kuchoma ngozi yake, ghafla mlango ukafunguliwa na nguvu. Alikuwa ni Nadi. Regina alijitahidi kufungua macho yake aliposikia kishindo. Mwanzo alitabasamu kwa udhaifu, akidhani mume wake amekuja kumwokoa. Lakini tabasamu lake likatoweka alipomsikia akisema, "Fanya haraka daktari." Nadi alisema kwa hasira, "Huyu mwanamke hapaswi kuishi." Regina akaganda, moyo wake karibu usimame. "Yesu!" Regina alipiga kelele. Akajitahidi kuinuka licha ya maumivu. "Mpenzi, unamwambia daktari aniue?" Alilia. "Tafadhali usifanye hivi. Usifanye hivi kwa mtoto wetu, kwa sababu tu unataka mwanamke mwingine." Machozi yalimtoka bila kukoma. Sauti yake ilikuwa imevunjika. Lakini kabla hajamaliza kusema, daktari akaingiza sindano mwilini mwake. Regina alipiga kelele mara moja, kisha mwili wake ukalegea. Macho yake yakafumba polepole, akapoteza fahamu. Daktari akatoa sindano na kumtazama Nadi. "Sindano niliyompa sasa itamuua mtoto," alisema kwa utulivu. "Sindano inayofuata itamuua yeye." Nadi akatikisa kichwa kwa haraka. "Fanya haraka daktari." Daktari akachukua sindano nyingine. Akakaribia kitanda cha Regina. Akanyanyua mkono wake kutafuta mshipa. "Simama!" Mlango ukafunguliwa tena. Alikuwa ni mkunga Uju. Daktari alijaribu kumsukuma atoke, lakini Uju aliinua simu yake. "Usimguse," alisema kwa ujasiri. "Kila kitu ulichosema nimekirekodi." Daktari akaganda. Nadi akarudi nyuma kwa hofu. Kabla hawajafanya chochote, askari wa usalama wakaingia chumbani. Walikuwa wameitwa mapema na Uju, aliyekuwa tayari anahisi kuna jambo si la kawaida. Daktari na Nadi wakakamatwa papo hapo. Regina akakimbizwa chumba cha upasuaji wa dharura. Maisha yake yaliokolewa, lakini alipozinduka saa kadhaa baadaye, chumba kilikuwa kimya. Mama yake alikuwa pembeni ya kitanda, akilia. "Mtoto wangu yuko wapi?" Regina aliuliza kwa sauti dhaifu. Hakuna aliyejibu. Ndipo alipoelewa. Mtoto wake alikuwa amekufa. Regina akapiga kelele ya maumivu makali kuliko hata aliyowahi kupiga wakati wa uchungu wa kujifungulia. Alilia hadi mwili wake ukatetemeka. Akanyanyua mikono yake dhaifu juu na kulia kwa uchungu. "Nadi, umemuua mtoto wangu," alilia. "Maumivu haya yasikuache kamwe. Moyo wako usipate amani." Nadi aliondolewa akiwa amefungwa pingu. Daktari alipoteza kazi yake na uhuru wake. Regina aliishi, lakini sehemu ya moyo wake ilikuwa na maumivu. Na hapa ndio mwisho wa simulizi hii.